unasikia ngani kama unaweza fika place yote. Boda umetoka hivi tunaweka mafuta kuzunguka hadi nikalipa ska ngoma fulani. Manze, na hiyo ngoma haijaitoka hadi leo, nilipa ska na siwa side. Hata wenyewe najua wakumbuki story, unajua. Juu hiyo ngoma imekaa like 3 years. Si tuko 2026, ilikuwa ngoma huko ma COVID times. But anyway, kuna nyana ananijua Kabania ni mbaya. Nyinyi ni the baddest. Unajua jina ya kwanza ni Baniani. Hiyo ingine tunashare ni kama mimi na Virusi tulikuwa na baba mmoja, but hiyo ingine ni mbaya. Kuna watu wananijua kama Drinsonoi. Nyinyi ndio the most recent karibu huku. Kuna watu wananijua kama Drinshylon. Nyinyi ni day one. Afu kuna watu wananijua jina yangu ya ID. Sijui hata nyinyi ndio classify wapi. Sijui tulienda shule na nyinyi ama nyinyi wazazi ama nyinyi familia. Wewe utachagua pali unajiclassify. But anyway, karibu to the 1963 podcast. Leo mimi ndio host wenu. Niko hapa peke yangu. Kwa majina ni nani? Si nimeshawapatia majina zangu. Weka ngoma. Get it, let's stack up the dough. Gotta break crews on the low. Gotta make moves on the low. Don't let your enemies know. Get it, let's stack up the dough. Yeah. If you want me, come for me. I got enemies on their knees. And I'm living comfortably. I don't mind no company. I just get it, let's stack up the dough. Nikiona leo nakula mjue ni kumoto. Lakini on another very serious note. Acha nikunywe maji kwanza. Cheers to all of us who are here. On another very serious note. Leo niko kwanza peke yangu, ndio maana leo mnaona naangalia. Nataka tubonge one on one. Bania ni mbaya kwa mwenye anakula kiatu. Of late watu wamekuwa wakiongelea child abduction. Hiyo kitu imekuwa ikifanyika tangu sisi tuko watoi, but then imeshaifika at a rate yenye imefika hii mwaka. Hii mwaka watu wamekuwa kipotea. And 95% of them wanapatikana wamededi. Na sio kukufa naturally. Sio ile ati mtu alipotea akaenda ka swim. Ni zile kifo natural. According to vitu zenye nimesikia. Watu wengi wameongelea hizi story, ilikuwa niongelea TikTok, but watu wengi wanajua Bania ni mbaya. Siku hizi nilipotea TikTok kidogo. But niko na maswali mingi za kuwauliza. Especially kawe ni mzazi. Kuna plan kwa mzazi. Kama umeshaona mtu akiwa mzazi. Hii ni maswali zenyu. Tulikuwa nasikia mastori za watu kupotea na ilikuwa ngama juu sana. Before even the Jeffrey files. Before that time, unajua? Tulikuwa nasikia watu wakipotea, watu wakaanza kusema majuu kuna underground tunnel mingi zina lead kwa other states and everything. But hizo ni stories za baadaye, unajua? Sio stories zetu si wa Afrika. Stories zetu si wa Afrika. Ni in our culture, mtoto anafai kuchungwa na village. A child is a product of the village, not a product of the parents. Mtoto anachungwa na village. Imefika wapi siku hizi watoto wetu wanapotea. Na wanapotea place nyingine, ati wanapotea wakitoka shule, wakati ako na uniform. Sana watoto wa kutembea kwenda home. Anapotea akitoka huko nje kucheza. Na ni esto place mmezoea, wewe mtoto anajua ngadi kwa duka unamtumanga. Sio watoto 2 years old. Unajua ingekuwa pia ni watoto wa infants. Ingekuwa wanaitwa infants. Ingekuwa tofauti. But imekuwa ule mtu mwenye anatembeanga. Ni mtu mwenye ameshajua kuinteract na society kidogo. Sio sharp. Anaweza koniwa, anaweza patikana thao ameshika hivi ichukuliwe, but ni mtu anajua at least nikipatiwa thao na mother niambiwe ni count change ya 800. Najua 800 ni ngapi. So imefika hiyo point gani yenye watoto wameanza kupotea hapa Kenya kwanza? Actually sijui kantaeka wacha ni lower. Sio ati nasema wao wengine wamepotea place zingine ni nini, but sana within areas za Nairobi, less than 100 kilometers radius ya Nairobi. What is happening to our society? Watu wanaenda wapi? You know, the most important question.
watu wanaenda wapi? Kuna ile story yenye watu waliongelea Endarasha wakasema watoto wako ipatikana. Sita comment too much kwa hiyo story, but nyinyi mnaweza niambia pia majirani wa Endarasha school pali kulichomeka, mniambie what is happening yenye si wenyewe hatujui. Watu wao wanachukuliwa wanafanyiwa what is happening ni adrenochrome. I think mnajua adrenochrome yenye watu wao wanaenda na stushwa alafu wanatolewa hiyo kitu yenye watu wanaenda wanajidunga ndo wako young. Wanafanywa nini? Is it their plasma? Pia plasma inakuwa kwa damu. Damu ikichukuliwa kwa mtu kuna certain percentage ya hiyo juu inakuwa na liquid fulani, hiyo ndo plasma. Wanachukuliwa for that. Is it organ harvesting? Juu tunajua hiyo story pia. Maliva na nini zinachukuliwa, especially rare organs. Juu kama mnajua about rare organs. Kuna zile organs zenye ni most wanted. Na tuongelee NFS. But what is happening in our society pale imefika Kenya, we allow that to happen. Juu ndo kitu yote ifanyike, inamaanisha tume allow ifanyike. The only thing inyewezi allow ikufanyikie ni natural occurrence. But saizi imefika point yenye technology plus everything. Ndio maana floods juzi watu wanatetesha Sakaja. It's a natural occurrence, but we can't predict it, we can give solutions for it. So what is happening that watoto wetu wa young wanaanza kupotea ka society na tuna get comfortable nayo. Personally finance billing it affect sisi wote, si ndio? But pia watoto wetu wanatu affect sisi wote. Juu hawa watoto ndio generation yetu ya Kenya ya kesho. Juu kama mnaelewa finance bill kuna style tunge mitigate, but point inafika watoto wanaanza kupotea na sisi tunakaa chini kwa wazazi. There's nothing happening about it except some TikTok videos. Mimi nikiwachapia hii podcast mbona tuna maandamano hiyo kitu. But leo naongelesha vi serious. Leo niko mimi na nyinyi. Leo hatuna mtu mwingine na bonga naye. Sawa? Ndio maana naangalia kamera hivi directly. What is happening in our society? Mbona tunakosea wapi? Is it that tumeacha Mungu? Juu child sacrifice ufanyikia Moloch, the god Moloch. Sijui kama mnajua Moloch. Moloch, yeah. Sio Baal, ni Moloch. Moloch ndo child sacrifice. Na unajua ma principalities na angels. I think sisi wote watu usemanga wako walk. So sijui how walk you are. But mnajua principalities. Na mnajua that principalities were given authority over certain areas of the society ama the mental space. Kuna mtu anaenda kuingia. Mtanipatia minute tu. Wacha waingie. Unajua. Alafu tuendelee. Nikisema go, mtakata hii place, mweke place. Wacha watu waingie unless we are on a very serious topic. Unajua? Unless muingie si upatiane hii seat, patiana hapo seat. Na mtu yote mwenye anataka anaweza ingia out of frame hapa. But kuna hiyo kiti. Unajua? Kuna Beast, unajua Beast inakuanga a group of families and organizations. So kuna crew imeingia. Unajua? But sound kuna uliza, is it that to me about principalities? Unajua? Principalities are given dominion. Actually, that's the word I was looking for, dominion, not locations. Are given dominion over places. Is it that tumepatia okay. Sitaki kuongelea topic too deep. But mtoto mwenye anataka tuongelee too deep anaweza come to discuss in the 1963 podcast. Unaweza karibia anytime. Tuongelee hii topic. Ukiangalia Kenya of late tumekuwa tukiraise zinaitwangaje hizi vitu. Mnajua? Hizi zenye ziko na ma triangle juu na body chini. Kama kuna moja ile Selasi, unajua? Kuna moja imeandikwa zinaitwangaje? Ni ma statues but sio statue as such, juu haijachorwa kitu. Ni kitu ya Freemason. Tumekuwa tukizieka Kenya kwa roundabout. Unajua? Ni zinaitwangaje hizi vitu?
Nimeleta kuingia kwa Google size ndio nipoteze train of thought, but mnajua hizo vitu. Haile Selassie kuna moja imewekwa parliament yetu, ukiangalia kuna vitu zina kama aliens zimeshikana mkono all around. Is it that tumepatiana Kenya to principalities yet we were Israel? What is happening to us that watoto wetu wanaanza kukidnapiwa na wakipatikana, kitu hata muhimu jawaambia, wakipatikana wanapatikana kati wametolewa mwili, wamekuwa dismembered. Unajua what is happening to our society? That's one thing as parents we should really think about as a society. Na hii kitu yenye nasema, najua kuna watu wanakuanga strongly inclined to, mimi sijali ya watoto, unajua, na kuna watu wako strongly inclined to, mimi najali ya watoto, but hii kitu inafaa tuweke center point. Unless unasikianga vizuri mtoto akiteseka, then wewe ni psycho, sawa? Na wewe maybe unaweza kuwa kwa team ya watu wenye wanafanya hizi vitu. Unless unasikianga vizuri watoto akiteseka, unafaa kuwa una feel welcomed kwa hii conversation ya mbona watoto wanapotea kwa society. Unajua kuna mtu mwingine pia anaweza sema ati if God, okay, hii ni a whole another topic. Hii ni a whole another topic. Naingia to topic almost number 2. But kuna mtu pia anaweza sema if God was alive angeacha hii happen. But nataka muelewe the nature of God. God was in there to take care of you. Yes, you're perfect. Sawa. Uko mgonjwa, uko fiti, uko unaishi, uko una dead at a young age. God yuko there to take. Yes, you're perfect. God created the world and let it be. Naelewa? So ukifanya madhambi zako, fanya madhambi zako. Sikwambii utaenda heaven ama hell, by the way. Mungu ndo atadecide. Hata mimi sijui pale utaenda. Sawa? But one thing, mtu mwingine anasema hakuna God ni nini? Umeshaona kitu imetengenezwa bila creator? Nionyesha kitu moja ilijitengeneza. Okay, nionyesha kitu moja ilijitengeneza, then we can discuss the topic that kuna God. Hata mimi najua God most likely maybe akujitengeneza. Okay, a topic for another day. Unajua? But iki tusiweke from a point of God, ni a point of society. What is happening to us as human beings? Enye tuna lose our morals and ourselves, being ourselves. Unajua? A good topic, si ndio? Na nimewachapa almost like 15 ama 10 minutes hiyo kitu. Sasa nataka tena tuingie deep. Leo niko solo. Leo sina my co-host. Amoni Nelly hapa. Nelly yako home, analia. Aliacha next wake. Yeah, chwangu. Leo pia yako home. Yeye alisharipota akasema anahamisha mzaya wake. Big up to mzaya Leo manze. Najua ni mzaya wetu sisi wote. Anahamisha mzaya wake. Mzaya wake mzaya wake ameretire. Okay, maybe sio my place atakwambia hizi story. Wacha tuoche kwa podcast. Leo comment hapo chini. Comment hapo chini. But on another note, sasa nataka nitoke I was on a sad note, but sasa on a serious note. All of them were on a serious note. But sasa tufikirie. Emmanuel Macron alikuwa amekuja nini kufanya Kenya? Mimi sijui, hebu nyinyi mniambie alikuwa amekuja kufanya nini Kenya juu? Huyo msema amekuja Kenya, kila mali anaenda. Umeshaona msemo mwenye ana SD. SD sio wacha niulize kameramani wangu. Kameramani? SD na kuanga nini ile mnaitanga SD card. SD sio SD card na maanisha alikuwa amekuja kufanya nini hapa Kenya? Amekuja ku SD nini hapa Kenya? Juu mimi sijaona president amekuja kukimbia kwa streets zetu. Sijaona president ameenda sijui shule ati SG anasalimiana nini ati ma university mpaka anaanza kuambia watu wetu ati shut up ati kama utaka kutusikia utoke. Unaambia Mkenya atoke aende wapi na kwa country yake wewe na huko. Okay. Sikuwa nimekuja hapa kupasha Emmanuel. Nilikuwa nakuja kuuliza Emmanuel Macron alikuwa amekuja kufanya nini Kenya? Unajua? Jumi sipendangi. By the way, honestly, mimi nitawaambia sijali wakiniban hata sijajifikiria nitaenda hiyo country. By the way, mkiniban I don't give a. Unaweza maliza hapo. But mimi France, by the way, French people siati nawachukia. I don't hate you, but I don't love you and I don't like you.
Wameshaona I don't care about you. Wacha niseme I don't care what happens to French people, either good or bad. Why? This is my reason. Na leo nimwambia sina host. Leo tunaongea bina. Leo mtanijua. This is my reason. Na msinite huko show. Juu yenyewe pesa ni mzuri lakini sawa. Wacha let me digress. Msinite huko show. One thing, but this is my reason why I hate the French people. In Congo, watu wamekuwa wakisema about what happened to the Jews. Si ndio? Mpaka wakaipatia jina. Sitaki kuitaja hapa juu ya YouTube. Mnajua what happened to the Jews in Germany and everything. Akati unaweza piga simu, unaweza ni hola, na bado ujue Safaricom inaweza kucost. Kwa ni msanii unaweza si ndio? So, umse mwenye amehola Afrika mcost pesa juu si ndio? Kenye kuwafanyikia. Wakaiweka all over the world. Mpaka saizi watu wa Kenya wanajua hiyo kitu. Okay, maybe tuifundishangi shule, but niko sure watu wa Kenya wanajua about what happened to the Jews. Swali ni hii, what happened to the Congolese people and the French? Mumeshasikia kitu ya long sleeved na short sleeved. Si ndio? Ati hujafikisha quota yako. Asubuhi ulienda ukaambiwa leo kama wanaume tunataka 300 kgs za mahindi ama whatever they were harvesting, ama gold. Si ilikuwa Congo ilikuwa hizo vitu, ama timber, whatever yenye walikuwa na harvest huko. Don't give a fuck, jo walichukua hizo kwa kukasa. Unaelewa? Walichukua hizo vitu wakazipeleka kwao. But usipo unakuja jioni unapata mtoto wako tuko kwa historia matoi bado. Kwani mtarada? Ama amekatwa short sleeved. Kidogo kesho pia usipofikisha ration yako unaambiwa, unakuja jioni unapata meno za mtoto wako. Unaanza hizi meno zimetoka wapi? Unaambia si walikuja hapa lunch time wako wa mtoi na wakamzika huko na wakakuachia meno ndio kuja uone, ama wakakuachia vidole za mikono, ama wakakuachia nywele ama macho. So ilikuwa mchapwe ad, but sisi tuna block ad hapo. But sasa mnafikiriaje story? Why should we accept French in our country yet they have never apologized for? Unataka niseme mnadhani uongo? Si search King Leopold basi. Najua wewe mwenye wewe si unaniangalia unasema ati Drina anadanganya, ni story gani sijasikia Kongo. Search King Leopold uone aliwa wa Afrika wangapi? Aliwa hii rangi yangu. Hii rangi yenye unaona niko nayo aliwa wangapi? Sawa? Na King Leopold, wherever you are, naomba bedeka kuna hell. Kuna hell. Naomba huko ndani ya oven yenye iko ndani ya microwave ya hiyo hell. Yaani unachomeka kabisa. Na ushike kidole ya kati, ni vile siwezi kuonyesha hapa. Sitaki video yetu itolewe YouTube. But anyway, King Leopold pali huko juu kenye ulifanyia rangi yangu. Thank God sikuzaliwa hiyo age. Juu ningezaliwa hiyo age. R.I.P. Patrick Lumumba on that note. Alafu tuko na kijana wetu wa nyumbani anajiita aje? Ule mtu wa soul. Alikuwa na sauti. Mwenyewe nitamtaja, kwani si alikuwa hapo? Akuja niambia ati yako hapo. Si Bien alikuwa hapo ama nyemu kumuona. But kenye napenda jua Bien alivaa kofia Patrick Lumumba. Najua nyinyi wengi hamkurealize. Kuna watu wengi mmemcriticize and everything. But hiyo kofia alikuwa amevaa ya leopard ama whatever you prefer. Depends on your accent. And fuck an accent, man. Mimi naongeanga Kisii accent. Acha niwaambie vizuri. A refurbished Kisii accent. So juu accent ni ya mkoloni. You know, okay. Topic for another day. Mkitaka tuongee about that, tunaongea about that. But sasa King nilikuwa naomba hiyo nini ya Patrick Lumumba alikuwa amevaa. Ilikuwa kuoppose Patrick, ilikuwa inaonyesha huyo mse wa French tunakumbuka huyo mse. Na kuna mse pia futa uendanga neno mkono yake for all 90 minutes in remembrance of Patrick Lumumba manze. Such a great manze. Nimeongelea Patrick Lumumba nikakumbuka vile alikufa. Nimesikia kulia, but mwanaume aliangia hiyo. Nitaenda kulia chini nyuma ya tent huko.
tenda kulia, but RIP to a great soul. Na King Leopold pali huko tena saizi ya upu umepakwa mavia ruai yote iende huko kwa mdomo yako. And the French colony since mjay apologize. Tuachie story. Mimi sikuwa na happy story leo, but this one a happy story. I was just here to talk since niko solo, so let's check out. Unaniona hapa kwa podcast nyingine tunacheka hapa leo sikuwa story ya kucheka. Kwanza hiyo story ya watu kupotea ni bomba. Na wewe mwenye unapoteza watoto wewe tukupate. Si tu Mungu wetu aliye mbinguni atupatie tu opportunity tukupate. Achana na mwizi wa simu. Since YouTube haijuizi wewe magwado zako mimi nazikanyanga. Before tuanze kukumulika na tochi. Tukuchomeka witch. But that is me. This is the 196th podcast. Najua mjai kwa ina low moment kai. But let's hope atoiko ina such a low moment. 2027 kifika, we shall have a peaceful election, a peaceful post-election, and acceptance of whoever candidate mwenye tutakuwa tumechagua. Whoever, by the way, coming to think of it, whoever. Hata aliyekuwa akirudi tena, si tunaambiwa leaders ni wa Mungu. Tutafanya nini? Ubarikiwe. Usisahau kufinya subscribe button na tupatie opinion yako. Hii ni podcast yangu. So most likely kuna watu wanijui. Juu podcast naenda kwa postia. Mtanijua leo. Mwenye nyuma ya kamera anajitanga Ikemaland. Yeye ndio tushuhudianga hizi podcast zetu mingi. Anakuanga chini ya maji. Kando yangu ni kitabu yangu. Niko peke yangu. Si umesikia hata vile kumenyamaza. Na subscribe. Nawapenda nyi wote. Na nitawaambia nini? Acha niwapatie. Mhenga Gen Z akona vitu mbili za kuambia. Kitu ya kwanza Mhenga Gen Z ako nayo, lazima niwapatie methali. Methali mpya ni hiyo methali nilikuwa nimeikumbuka but nimesahau, but nawapatia bado methali. Methali mpya inasema hivi: aliyekunywa maji na halewi yu mashakani. Nenesha na full stop, sio question mark. Alafu hii mwezi nawatolea album yangu inaitwa Bad Boy. Sio yangu kidogo. Kwa majina ni Drinsonoi. Hii mwezi nawatolea manze Bad Boy. Bania ni mbaya ameniacha niwaambie. Na simushinde fiti. Be blessed, subscribe, like, comment. Hata comment ufala. By the way, hata comment ufala ni this. Ni this leo sema ni this actually. Toa mchongwano nita reply. Toa mchongwano nitakuwa kwa comment section tujue nando anaweza chongoana. Na wapenda nyi wote. 1963. Cheers. Do us to die, I let you decide. We keep winning, all you do is try. Toka teke when we arrive and we keep on winning while you losing. Him tasi ndo mbuzi, sisi wajuzi. Mblena litry kututusi, mdomo tulishona na uzi. Mblena lishana na uzi. Tu kuda tupendi upuzi. Mavia kale ya nuki zimeshika hatushuki. Make moves on the low.